Vuguvugu la no reforms no election. Vuguvugu la no reforms no election. Mikutano itaendelea. Vuguvugu hili sio uasi. Vuguvugu la no reforms no election sio uasi. Na tunasema huu sio uhaini, huu sio uasi. Jana nimemsoma Judge Mutungi akiwa Dodoma kwenye washa iliyoandaliwa na TAKUKURU kujiandaa na uchaguzi wa mwaka 2025. Judge Mutungi anasema ameifuatilia na ameisoma hii movement ya no reforms no election. Na nikiri tulifanya kikao na ofisi ya msajili wa vyama. Nilikwenda mimi, katibu mkuu wetu Mheshimiwa John Mnyika, pamoja na mwanasheria mkuu wa chama Dr. Nshara, na mkurugenzi wetu wa mawasiliano na wenezi dada Brenda. Tulifanya submission ya nini tunakiamini na kitu gani tunakitaka. Na tulifanya presentation, na bila shaka ofisi ya msajili ilituelewa. Na jambo kubwa, iliona content ya yale ambayo tunayadai. Kwa hivyo jana katika kumsikia akisema, alisema jambo ambalo it's obvious, ndivyo ilivyo. Akasema kwamba sioni ujinai, sioni uasi, sioni chochote baya. Hii ni lugha ya wanasiasa kuonyesha ni kitu gani wanakisimamia na ni kitu gani wanakidai. That is very true. That is very true. Kwamba sisi tunaamini kwamba hatuhitaji kupigana. Hatuhitaji wananchi wakasirike ndio tuanze kurudi kukaa vikao kwamba turekebishe hapa, kwa sababu ndio maana imesababisha watu wamepigana. Hatuhitaji kufika huko. Tunahitaji kuyatatua matatizo na dosari za uchaguzi ambazo wote tunaamini kuna mahali patafikia limit, wananchi hawawezi kuvumilia tena. Hata wanasiasa hawataweza kuvumilia tena. Kwa tunaposisitiza no reforms no election, hii ni kauli ambayo mtawala yoyote muungwana, kama hekima haijamwacha, haijamkimbia, atazingatia haya tunayoyafanya, ili tusipitie uzoefu ambao nchi zingine wamepitia. Kwa hivyo tunayoyasimamia yako mengi. Tunayoyasimamia kwamba yarekebishwe katika katiba, katika sheria, katika utendaji, ni mambo ya msingi yenye kutoa tahadhari kwamba iko siku tukiadharau haya, iko siku Watanzania hawa tunaona kama Watanzania wapole, iko siku Watanzania hawa tutashangaana jamani. Tutashangaana. Na sayansi ya siasa inatuambia kwenye masuala ya uchaguzi haya, mtu akivumilia seko ya kwanza, akavumilia seko ya pili, ukamfikisha seko ya tatu, seko ya nne, hata kama lijitu limekama kondoo limsukule hivi, utashangaa limsukule linakugeuka. Hilo unalolidharau. Sasa tunatoa tahadhari kwamba tulioyapitia 2019, tulioyapitia 2020 na uhuni tuliofanywa 2024 likijirudia tena, tunatoa tahadhari. Na hii ni tahadhari njema kwamba tutakuwa tulitendei haki taifa letu ambalo wote tunataka liwe taifa la amani. Maana ni kweli hatuna pa kwenda. This is our motherland. Hatuna pa kwenda. Kwa tahadhari hii ni njema. Kwa ni vyema serikali isikie. Ni vyema rais, mkuu wa nchi asikie. Tunapozungumza kwa habari ya dosari za uchaguzi, tunaposema kwamba kura feki ziko vituoni, na ninyi waandishi wa habari mnaonyesha hayo masanduku feki yako vituoni, alafu sisi tunapoyaadresi haya mambo tunasema katiba yetu ibara ya 74 sehemu ya 12 inasema msimamizi, tume ya taifa,
hatashtakiwa kwenye mahakama yoyote anapotekeleza wajibu wake. Sasa kwa sababu ibara hii inampa ulinzi huyu mtumishi asishitakiwe, ndio maana anaweza kufanya lolote kwenye kituo, anaweza kufanya uhuni wowote kwenye kituo. Ninyi waandishi wa habari mnaripoti kura feki. Zile kura haziwezi kuwa zimetengenezwa na chama cha upinzani. Hakuna chama cha upinzani kina printi zile kura zenye logo ya serikali na kila kitu. Manake zimetengenezwa kwenye mifumo. Matokeo yake mtaziripoti kura feki. Mtaripoti kura feki. Halafu msimamizi hatachukuliwa hatua. Unamwona tu waziri wa TAMISEMI anasema uchaguzi ulikuwa mzuri, uchaguzi ulikuwa sawa. Sasa haya ni mambo ya kiuni haya. Yani ni kama unatuona sisi wa Tanzania milioni 60 wote ni mamisukule tu, kwamba tunaona kura feki alafu unatuambia uchaguzi ulikuwa sawa sawa tu. Huu ni uhuni huu. Huu ni uhuni kabisa huu. Sasa haya mambo tunapoyasema ni kweli tunamaanisha kwamba tunataka mabadiliko ili hivi vituko hivi vinavyoaibisha taifa visijirudie. Kwa hivyo mtu anaposema uasi, uasi maana yake ni nini? Uasi maana yake ni kupinga. Uasi maana yake ni kukataa. Uasi maana yake ni kwenda kinyume. Kwa hiyo ni kweli tunataka twende kinyume na mifumo kandamizi. Ni kweli tunataka tupinge mifumo mibaya. Ni kweli tunataka tupinge utaratibu wa majeshi kujihusisha kwenye chaguzi zetu. Watu wanauawa, hakuna hatua zinazochukuliwa. Kwa hiyo tukitumia neno uasi ni kweli kwa maana yake hiyo hiyo. Tunataka tuende kinyume na mifumo mibaya. Hatujawahi sisi kusema tunataka tuende kinyume msituni tupindue serikali. Tunataka tuende kinyume tunatishia maisha ya rais. Hatujawahi kusema hivyo. A literal meaning ya uasi ambayo ni kweli tunaisema ni kwamba tunataka haki na tuko kinyume na mifumo mibovu. Mtu yoyote anayepaza sauti kupinga uovu, huyo mtu ana kibali cha Mungu na ana kibali cha jamii. Kwa hivyo tunapopiga kelele kwa habari ya hizi dosari, kura feki, mawakala, mifumo ya uchaguzi inatoa fursa kwa msimamizi wa uchaguzi, akijua kwamba katiba inampa nguvu hatashtakiwa mahali popote. Utaratibu wa sasa unasema wakala atapewa kiapo na kile kiapo kitapelekwa kwenye kituo cha kupiga kura. Matokeo yake msimamizi hatapeleka kile kiapo, wakala hata ingia kituoni, atachelewa. Inafika saa 4 msimamizi anakuambia ni kweli kulikuwa kuna matatizo madogo madogo tu, lakini ilipofika kwenye saa 3 tumeshayamaliza. As simple as that. This is nonsense. This is absolutely nonsense. Sasa mifumo hii inatoa fursa hiyo ya kwamba ni kweli kulikuwa kuna matatizo madogo madogo. Saa 2, saa 3, saa 4 yanafanyika hayo matendo ya hovyo hovyo kwenye vituo vya kura.